Praise God again. Good morning, church. We are going to begin the service today by singing hymn number 147, Joy to the World. Joy to the world, this year, let us receive a King. Let every heart prepare him rule, and heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see. Joy to the world, the Savior reigns, let men the songs applaud. Let fields and floods, from fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let the saints so grow, no thorns infest the ground. He comes to make his blessing flow, far as the cause is found, far as the cause is found, far as the cause is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nation prove that God is all his righteousness, the wonders of his love, the wonders of his love, the wonders of his love. For I have said, mercy shall be built up forever. Your faithfulness you shall establish in the very heavens. Let us pray. Thank you, Lord, for this day you have given us. We want to thank you, Jesus, for the gift of life. Thank you, Lord, for giving us the gift of good health. Thank you for giving us even this chance to come here, Jehovah, to hear your word, to worship you, my Father, and even to glorify your holy name. How we pray, my Father, that you guide us through the service, that whatever service we are going to give to you shall be acceptable into your able hands. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise and worship. Karibuni. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. We want to praise God because he deserves to be praised. Tutaka tumwambie Bwana usifiwe kwa kuwa anastahili kusifiwa. May we celebrate Jesus by clapping our hands. Hallelujah. Haya. Tupigie Bwana Yesu makofi.
anatosha. Anatosha, Yesu anatosha. Yeye aliye juu anatosha. Oh, tayanje, Yesu tayanje. Tayanje. Haya tuende hivi. Tufike Luyaland kidogo. Yesu tayanje. Yesu mwana wa Nyasaye tayanje. Tayanje, Yesu tayanje. Tayanje, Yesu tayanje. Tayanje. Yesu tayanje. Yesu mwana wa Nyasaye tayanje. Murira wanje, Yesu murira wanje. Murira wanje, Yesu murira wanje. Murira. Ai twende. Usiachwe na hili mwisho wa mwaka. Yesu mwana wa Nyasaye murira wanje. Murira wanje, Yesu murira wanje. Murira wanje, Yesu murira wanje. Murira wanje, Yesu murira wanje. Yesu mwana wa Nyasaye murira wanje. Unaweza Yesu, unaweza. Unaweza Yesu, unaweza. Baba wetu. Unaweza. Unaweza. Hakuna jambo linalokushinda. Haya pigia Bwana Yesu makofi twende. Haya sioni haya kwa Bwana asubuhi ya leo. Kumtumikia. Let that be your declaration this morning. Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara. Mti wake sitakana, Neno imara. msalaba ndio asili ya mema. Nitatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini hapo. Kama kiti chake vivyo ndivyo alivyowekewa navyo, kamwe havirudi. Msalaba ndio asili ya mema. Nitatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Bwana wangu tena Mungu ndilo lake jina. hata
just like you to take a moment, just surrender everything before the Lord. Surrender your life, surrender your family, surrender our nation, surrender our church unto the Lord. For indeed, hapa mahali tumefika, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa Mungu. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything
withholding nothing, withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, 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 withholding nothing. Mighty and everlasting Father, we come before you this wonderful morning, saying indeed you are the Lord of Lords, you are the King of Kings, you are Jehovah Jireh, you are Jehovah Shammah, you are Jehovah Adonai, oh dear Father Lord. Father Lord, we have come before your presence, oh dear Father Lord, asking that, oh dear Father Lord, may you receive all the praise, may you receive all the honor and all the adoration, oh dear Father Lord. Father Lord, we are humbled before your presence, oh dear Father Lord, knowing, oh dear Father Lord, hapa mahali tumefika, si kwa uwezo wetu, mbali ni kwa neema zako. It is by your grace and by your mercy, oh dear Father Lord. Father Lord, we have come before your presence, oh dear Father Lord, us as your children, oh dear Father Lord, asking you, oh dear Father Lord, that may you forgive all the sins that we have committed knowingly and unknowingly, oh dear Father Lord, for we know we are sinners, oh dear Father Lord. Father Lord, we have come before your presence, oh dear Father Lord, thanking you, oh dear Father Lord, for everything, oh dear Father Lord, for the gift of good health, oh dear Father Lord, for the gift of life, oh dear Father Lord, for the gift of walking, speaking, eating, oh dear Father Lord. There are very many people who wanted to do that, oh dear Father Lord, but they are not able, oh dear Father Lord. We do not take it for granted, oh dear Father Lord. Father Lord, we have come before your presence, oh dear Father Lord, surrendering ourselves unto you, oh dear Father Lord. Father Lord, may you cleanse us with the blood of Jesus Christ, which was shed on Calvary, oh dear Father Lord, that may you use us as your vessels, oh dear Father Lord. Father Lord, may you mold us, utufinyange tuwe jinsi ambavyo unavyopenda Mungu Baba. Father Lord, may you be with us, oh dear Father Lord, for all the youth of this church, oh dear Father Lord, all those who are in school, oh dear Father Lord, all those who are looking for work, oh dear Father Lord. Father Lord, may you be with all of us, oh dear Father Lord. Father Lord, may you open the doors for everyone, oh dear Father Lord. All those who have just finished their high school, oh dear Father Lord, those who are in high school, oh dear Father Lord, the teens, the teenagers, oh dear Father Lord, all the children of this church, oh dear Father Lord, may you be with them, oh dear Father Lord. May you guide them, oh dear Father Lord, as they are growing, oh dear Father Lord. Father Lord, may we live, oh dear Father Lord, to fulfill, oh dear Father Lord, what you desire from us, oh dear Father Lord. Father Lord, we have come before your presence as a church, oh dear Father Lord, that may you be with us, oh dear Father Lord. From the beginning of the year, oh dear Father Lord, you are with us, oh dear Father Lord. Up to this end, oh dear Father Lord, up to this day, oh dear Father Lord, we have seen you working in us, oh dear Father Lord. You have seen you manifest in us, oh dear Father Lord. Father Lord, may we decrease that you may increase in our lives, oh dear Father Lord. Wacha sisi tupungue ili uongezeke Mungu Baba. Father Lord, may you manifest in this place, oh dear Father Lord. We welcome your presence in this place, oh dear Father Lord. Father Lord, even for the word that you have prepared for us, oh dear Father Lord. May you be with the preacher, oh dear Father Lord. May you use them, oh dear Father Lord. Father Lord, we are surrendering our hearts unto you, oh dear Father Lord. That may we be the seeds that fell on the fertile soil, oh dear Father Lord. That may we hear your word, oh dear Father Lord. May we do it, oh dear Father Lord. May we bear fruits, oh dear Father Lord. For Father Lord, us as Christians, oh dear Father Lord. Father Lord, we have been called, oh dear Father Lord, that when others see us, oh dear Father Lord, they may see you in us, oh dear Father Lord. That we are here, oh dear Father Lord, that you may work in us, oh dear Father Lord. Father Lord, we want to worship you, oh dear Father Lord. Father Lord, I'm praying as you are about to, oh dear Father Lord, to celebrate the birth of Jesus Christ, oh dear Father Lord. May it not be a day like any other, oh dear Father Lord. May Christ be born in our hearts, oh dear Father Lord. May he be born in our hearts, oh dear Father Lord. May we obey all the commands that he gave us, oh dear Father Lord. All the teachings that we were given, oh dear Father Lord. May we abide by them, oh dear Father Lord. Father Lord, I'm praying for all the sick wherever they are, oh dear Father Lord. May we be with them, oh dear Father Lord. Be with their families, oh dear Father Lord. Stretch your healing hand unto them, oh dear Father Lord, that may they be healed, oh dear Father Lord. Father Lord, for
their families, oh dear Father Lord. May you provide for them financially, oh dear Father Lord, physically, oh dear Father Lord, emotionally, oh dear Father Lord, for you know this is not an easy time for them, oh dear Father Lord, for all the needy, oh dear Father Lord, all the orphans, oh dear Father Lord, everyone, oh dear Father Lord, you who provides, oh dear Father Lord, you who protects, oh dear Father Lord, may you provide for everyone, oh dear Father Lord, may you protect us, oh dear Father Lord, the same way you guided the Israelites through the wilderness, oh dear Father Lord, with cloud and fire, oh dear Father Lord, may you guide every step that we make in this place, oh dear Father Lord, in everything, oh dear Father Lord, may we involve you, oh dear Father Lord. We do not take this chance for granted, oh dear Father Lord. Father Lord, for the service of today, oh dear Father Lord, we know you are our Alpha and Omega, oh dear Father Lord. May you be with us as we are certain, oh dear Father Lord, through the service, oh dear Father Lord, and at the end of it, oh dear Father Lord, we are going to say, oh dear Father Lord, you have been with us, oh dear Father Lord. Father Lord, you sees everything, oh dear Father Lord, done in daylight, done in darkness, everything, oh dear Father Lord. You who knows our heart desires, oh dear Father Lord, may you meet us at our heart's needs, oh dear Father Lord. Father Lord, may you meet us, oh dear Father Lord. Father Lord, I know there are very many things that I haven't prayed for, oh dear Father Lord, but may you intercede on our behalf, oh dear Father Lord. I've prayed this shortly, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Kisa cha alivyofungwa peke yake jangwani, jinsi alivyomshinda jaribu la shetani, kazi aliyoifanya na siku za huzuni, jinsi walivyomtesa, yote ni ya ajabu. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Habari za msalaba, alivyosulubiwa, jinsi walivyo
Thank you so much, praise and worship. Let's appreciate them more. Now it's children moment, and we are going to be led by Elder Chege. Children, come in front. Watoto, let us do that in good pace. And presentations. 1, presentations. 2, and presentations. By the time the third one is coming, I know you shall have. Praise God. Praise God again. My name is Varity Hope and I have a song. Somebody in the hospital crying every morning. They have no chance to give thanks to you, my Lord. But I'm here today, giving thanks and praises. My Lord, you are so good. Amen. Let's clap for her. Praise God. Praise God again. My name is Ryan and I have a memory verse. James 1 verse 17, it says, every good gift and every perfect gift comes from above. Thank you. Amen. And a clap for him. So one more person to lead us as church. We get to our feet as one of us leads us to the Apostles' Creed. Tafadhali kanisa tuweze kuamka, tusimame ili tuweze ku. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amen. And shall we pray? Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, it is with gladness that we come into your sanctuary. Dear Heavenly Father, presenting these young ones unto your able and mighty hand. We have seen of your faithfulness and goodness throughout the year, and even as we go through the festivities and remembering of the birth of our Savior and Lord, that Lord and Jehovah, you shall give them a good time. They shall have joy, peace, and love with their families and friends. And Jehovah, mighty Lord, should any one of them be traveling near and far, may your protection be upon them, and may the blood of Jesus always, dear Heavenly Father, lead them and guide them. As we, dear Heavenly Master, release them into their classes, we also want to speak a blessing to the children's ministers and the brigade officers that have purpose to mold them, dear Heavenly Father, in your word. May you continue expanding their territories. Master and Lord, when we see them as we terminate the year in good health and in your favor, glory and honor shall be unto you. And we pray this trusting and believing in your holy name. Amen. To end any class, and thank you. Praise God. Praise God again. Let us appreciate Elder Chege. It's time to praise God with beautiful hymns and beautiful voices that he has given us. We are going to start with Tumaini District, and then we are going to go to choir. Tumaini District, kujeni hapa mbele tumsifu Bwana. Wana Tumaini. Silent night.
Let us appreciate them well. Thank you so much, choir. You are keeping us in the Christmas mood. It was a very beautiful and a very good song. Be blessed. It's time for welcoming intimation by Elder Charles. Karibu, Elder. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe. I'm Charles. I'm saved this morning, and I'll be doing the intimations on behalf of our session clerk, who is not with us today. He'll be not today for this service. He'll be joining us later. I take this opportunity to welcome you all in this sanctuary. Feel that you are at the heart of Jesus, so that we may fellowship together. We want to acknowledge those visitors who are here today. If it's your first time to worship and fellowship with us, we request that you stand. We may acknowledge your presence. Yes, we have one visitor there. Just a name and say whether you'll be fellowshipping with us. We have another one on this side. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Liwel Washila, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimekuja huku kikazi, na wakati nitakuwa huku nitakuwa nashiriki nanyi, na Bwana wabariki. God is good, and all the time. God is good. My name's Benedetta Kasioka. I'm from Roy East Parish. Nimekuja kuwatembelea leo, and I'm blessed. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Phoebe Ogola. Natoka Kambi Moto. Nimefurahia sana kuingia. Let's appreciate our visitors. And for Mr. Washila, you just before after the service, just come to the vestry. You meet the elders so that you can be guided on which district to be fellowshipping. Today, the district on duty is Tumaini. Let's appreciate them. They were here very early in the morning. And next Sunday, as we celebrate the Lord's doing during the year, the far the Lord has brought us, we'll be having Ebenezer district. So Ebenezer district, you are requested, kindly go and prepare yourself. We are also reminded and informed that on Thursday, during the Christmas day, we are going to have a brief service starting at 8 a.m. to 9 a.m. And kindly let's keep time so that we'll have those who will be traveling have sufficient time to do so. It is going to be a 1-hour service. We are also going to have a crossover Kesha on 31st. That is the end of the year Kesha to usher in the year 2026. And during the same Kesha, we are going to launch our theme for the year 2026. So let's plan to be here so that we celebrate what the Lord has done for us. We are also being informed that at this time of Christmas, it's time for celebrating the gift of the Savior. And as we do so, just as the 3 wise men, there are some envelopes which are being circulated there. Kindly make sure you pick one so that we can have our Christmas gifts brought. And we have been informed that because some of us may not be here during the Christmas day, you can pick the envelope. You can bring the envelope back on 4th, as we are going to have a special service for Thanksgiving, as we also dedicate our children as they go back to school. So please make sure you go with one envelope today. We are also informed that on Saturday, 10th of January, we are going to have a leaders meeting here at the church starting from 8 a.m. And this meeting is for all leaders. If you are a leader, if you came for the seminar for the leaders, if you are elected at the group, a representative at the district level, you are also expected to be in that meeting. Let's mark on our calendar 10th of January, that very important meeting so that we plan for the year ahead together as a church. For those who were never commissioned, those leaders who are never commissioned, they are informed that on 11th of January that we are going to have a commissioning for them. So those who missed, make sure you talk to your patron or elder district
for planning. We are going to be commissioned on 11th of January. It's going to be a Sunday after the second service. We are also informed that we are going to have a pastoral session on 25th January at 2:30 p.m. So those with pastoral needs, kindly get ready by seeing the elders at the vestry so that we may meet here on Saturday 25th for the pastoral CAC session. We are also continuing to thank all the members for their commitment in supporting the youth project so that we equip the youth, the teens, and indeed the church. And we celebrate the Lord's doing, for we were able to raise 2.2 million. And we are also informed that for those districts which never met their targets, we still have more time up to end of January. For those who didn't manage to give at that time, the window is not closed. We have up to the end of January 2026 so that we meet the target we had set for ourselves, which was 2.5 million. We are going to resume our district fellowships on 14th of January, and we are going to do so here as a joint district fellowship so that we mark the beginning of our district fellowship back at the district. The ROP, we want to thank God for the ROP which was done by the PCMF. And we want to say we had 68 boys who underwent that exercise. And we thank the parents here and beyond for that. And we want to say throughout this region, it is our parish which had that plan. So let's continue being good ambassadors for that program. When those boys come here, we are preventing them from being misguided in other forums. We had 68 boys, and we are going to have follow-up for them during the holidays. So let's be ready when they come. And also the same with the alternative rites of passage for the girls. We had 56 girls who underwent the alternative rite of passage, and that is a continuous mentorship program that will be taking place for 4 years. That is starting from grade 6 when they are grade 6, grade 7, grade 8, and they graduate at grade 9. So for those parents with those children, let's be planning to bring them when that program is going on here at the church. We also want to thank the parents for the successful crash program which we had here, where we had 19 of those of our children being baptized, and then we had 60 who underwent confirmation. Let's clap the Lord for that. That is indeed what the Lord has called us to do. We are also informed that our parish minister has been given extra responsibilities at the presbytery as the moderator. So let's continue praying for him as he performs that role, and indeed praying for this parish, because when that leadership is entrusted to us as a parish, then we have to be a model parish for the presbytery. So let's continue supporting him as he takes that role. We are informed still, as we always do, the Christmas gifts that we give to the needy in our neighborhoods is still happening this year. And we are requested to bring the gifts, foodstuffs, clothes to Bogo, as we have always done. For the cash, we can use the pay bill, which is 856,157. But you are requested to narrate that it is the Christmas gift so that it can be set apart for that purpose. The elders and the EVC representative are requested to give the names of those who should be visited from each district. We are also informed that the TE graduation, which was scheduled to be on 21st December, is now going to happen on 11th of January, and also that is for the adults. The teens graduation will take place during the midterm when the children are back from school. As we celebrate Christmas, we are requested to be vigilant in prayer. Let's continue praying for one another as we continue the festivities so that God will bring us here together in January. We are also thanking God as a church because of our school, Shakaina Presbyterian, because the performance that our children posted was very encouraging. We had 27 candidates, and out of those 27, we had 8 learners who had the highest score, that is EE1. Let's appreciate God for that. The others, the second score, we had 16 learners, and then the ones who had meet expectation 1 were 3. So all our children really scored very well, and we are actually now competing with the best here. If we look at the results for our
sub-county. I think we rank top high. Let's appreciate God for our school, and let's continue being good ambassadors for the school, because it is our school. We are requested that the admissions are still ongoing. Let's refer them here, and the teachers are ready to welcome them. The Holy Communion cards, we are reminded the deacons per district should pick the signed Holy Communion cards from the parish administrator office. We also have an appreciation here from one family of the Jeha family, who are thanking the church and indeed all of you for your support, spiritually and financial support, when they lost their parent. And they are saying, may the Lord keep blessing you for studying with them. And they have given a gift of 3,000 shillings. Let's appreciate that family for remembering to thank the Lord. That is all we had. May we continue praying and being vigilant during this season. May the Lord bless you. Thank you. Let's appreciate Elder Charles One. It's time for offering and prayer. We shall be led by Elder Timothy. Praise God. I think let's have the deacons. Kaidre, please have the deacons so that we can do the offering. And as we do that, we have been reminded that we are in the Christmas festivities. So the envelopes that we have been given, even if you want to bring it today, you can still do that. Depending on your schedule, you can still do that. And as we do that, those who have their tithes also prepare. So all the deacons, please come. I can see many baskets here. I can see many baskets. The deacons, Birisheba, Bethlehem, Gosheni, very many, Riverside. Angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where. Thank you. I think we can start from these two sides, please. Those who are coming, I know majority of us now are using the pay bill. Maybe you need to display the pay bill. Let's have also this side coming so that we can save on time. This side ya katikati. Even this one can come this side. Finally, then we have these two sides. Please come. And saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel, Those with tiles, kind of come. born is the King. Haya, wenye wako na tithe. Israel. Okay, let us pray. Our dear Heavenly Father, we want to thank you and glorify your holy name. Thank you for this day that you gave us. We thank you for the gift of life and even for all that you have provided unto us.
Thank you even for enabling us to bring part of what you have given so that it can go towards your work. We thank you, God of glory, for all those who have given their offering. We give you glory and we pray for a blessing upon their lives. We remember those who have come with their tithes and we commit them in your own hands. God, we pray for a special blessing and even that your promise may be upon them. We give you glory even as we sanctify what has been brought before us. We pray, God of glory, that you may cleanse it and sanctify it so that it may be used in furtherance of the gospel. Thank you, God of glory, even as we go on with the rest of the service. God, be with us and guide us. And even as we listen to your message, we pray that you may open our hearts and even our ears so that we may understand what you want to tell us during this Christmas. We give you glory and honor. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, believing and trusting. Amen. Amen. Let us appreciate Elder Timothy. It is time to hear the word of God. We are going to hear our readings. First reading will come from the book of Matthew, chapter 16, verse 13 to 20. It shall be read by Lydia. Second reading will come from the book of Isaiah, chapter 40, verse 8, by Rachel. Praise God. Our first reading will come from the book of Matthew, Matthew 16, verse 13 to 20. And I will read. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I am? The Son of Man am?" So they said, "Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or none of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. That is the word of the Lord. Praise God. Praise God again. A second reading will come from the book of Isaiah, chapter 40, verse 8. And it says, "The grass withers, the flowers fades, but the word of God stands forever." That's the word of God. Thank you, our readers, for taking us through very well. Let us be upstanding so that we can prepare our hearts to hear the word of God. We shall sing hymn number 48. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arm. What a blessedness, what a peace, leaning on the everlasting, leaning. Safe and secure from all alarms. Leaning.
Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asubuhi njema tumekuja mbele zako Mfalme kusikia neno lako. Mungu wa Israeli, nena nasi, tembea nasi, kaa nasi, fungua mioyo yetu Bwana, ili tukaweze kusikia neno lako kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Achilia Roho wako Mtakatifu akatutawale. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tena na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa jina, wale pengine ni wageni, jina langu ni Agnes Jerry Ndegwa. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru kwa sababu kwa wema wake alionifikishia juu ya kuniokoa. Sikuwa wa kuokolewa, lakini kwa sababu ya neema ya Bwana akaniokoa na akanihifadhi hata leo. Nina ushuhuda, Yesu anaokoa na anadumisha. Bwana asifiwe sana. Haijalishi safari unayoenda, lakini inajarisha kama unamwamini. Bwana asifiwe sana. Kuna mabonde, kuna milima, lakini haya yote inatoshana mbele za Bwana. Haleluya. Kwa sababu hakuna jambo linalomshinda Mwenyezi Mungu, lakini kwa binadamu tunashindwa. Lakini kwa Mungu haimshindi. Hiyo ni jambo la kufanya tumshukuru Mungu, tena tuendelee kumtukuza kwa sababu yeye ni Mungu na anastahili sifa na utukufu wote. Haleluya. Na nashukuru Bwana siku ya leo ni wakati ama ni mwezi tunaosherehekea Christmas, ama tunayosherehekea mkombozi wetu Yesu Kristo, wakati alizaliwa, wakati alikuja huu ulimwengu, wakati alitupata, wakati alituona, wakati alipenda kukaa na sisi. Bwana asifiwe sana. Na hiyo safari haikuwa safari rahisi. Tukisoma katika Luka 2 mstari wa 1 na wa 4 na wa 5, inaonekana ni wakati mfalme wa hiyo nchi alipoamuru watu waende wakahesabiwe. Na ikawa safari kwa sababu familia ya Yusufu ilikuwa moja ya hawa familia walikuwa waende wakahesabiwe. Walifunga safari wakaelekea kutoka Jerusalem, Nazareth, wakaelekea Galilaya, wakaelekea Judea, mpaka Bethlehemu, mpaka mji wa Daudi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo haikuwa safari rahisi kwa mama akiwa mjamzito. Si unaelewa? Ni walitembea. Haikuwa safari rahisi. Ilikuwa safari ngumu, lakini kwa sababu ya amri lazima wangetoka na waende ili wakaweze kuhesabiwa kama watu wale wengine. Na hapo ndio miujiza ilikuja ikatendeka. Yesu Kristo akazaliwa. Bwana asifiwe sana. Katika hiyo safari wokovu ukateremuka. Katika hiyo safari ya uzito tukapata mwangaza katika huu ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tukiendelea kufurahia kuzaliwa kwa mwana kondoo wa Yesu Kristo, ni vizuri tujue kuna safari tunaenda. Haleluya. Tuna safari tunaenda, na tutaenda namna gani? Na hii safari tunahitaji nini? Bwana asifiwe sana. Inahitaji kujiweka moyo, inahitaji kujiweka nguvu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na tukijiweka nguvu, Mungu ataendelea kusimama na sisi, kwa sababu tunaishi wakati kuna mambo mazito hatuelewi, hatujuelewi. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa hiyo historia ilikuwako hata wakati Yesu alizaliwa. Kulikuwa historia na kuko na historia hata leo, na kutaendelea kuwa na historia. Tunaishi wakati tuko katika historia. Tuko wakati wa historia. Na wakati Yesu alizaliwa ilikuwa katika historia. Na katika hiyo historia ilikuwa na magumu watu wa wakati huo walipitia. Na wakati Yesu alizaliwa kulikuwa magumu iliendelea.
mpaka Yesu akaenda, na sisi tuko wakati huu tunagojea na magumu yako, lakini katika haya magumu Mungu atatujenga. Bwana asifiwe sana. Katika hali ya hayo magumu Mungu atatujenga, Mungu atatusimamisha, Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi tukimwamini na kumgojea bila kuchoka. Bwana apewe sifa. Amen. Amefanya maajabu siwezi kueleza mimi. Amefanya maajabu siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Huo ndio ushuhuda tulio nao tukifikisha mwezi wa 12. Amefanya maajabu. From January amefanya maajabu. Kwangu amefanya maajabu, nimeshangaa. Haleluya. Kwangu najua amefanya maajabu mpaka nikashangaa. Na nikifikisha huu mwezi wa Disemba ninasema nimemuona Mungu. Haleluya. Nimemuona Mungu. Nimemuona Mungu, sijawahi kumuona tena. Anajifunua, anajidhihirisha, nasikia kumsifu na kumtukuza. Bwana asifiwe sana. Tukiendelea kusikia neno tulilosoma katika siku ya leo, ni kuhusu kanisa. Nataka wakati nilihubiri, wakati mwingine niliongea habari ya kanisa. Hata wakati huu Mungu ananihimiza kuendelea tu kuongea habari ya kanisa la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kanisa ilijengwa kwa upendo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika Psalms 89 verse 2 inasema that you love firm forever. Ati upendo wa Mungu umesimama imara na utaendelea kusimama imara. Bwana asifiwe sana. Kanisa lilijengwa katika upendo wa Mungu. Ya pili ya kanisa kujengwa, halikujengwa tu hapa duniani, bali mwanzo lilijengwa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Psalms 119 verse 89 inasema it's firm in heaven. Ati mbingu, ati kanisa lilianzia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kanisa la Bwana lilianzia wapi? Kuna watu wanashindwa kanisa ni gani? Kanisa ni nyumba ya Bwana. Si nyumba ya Bwana hii tumejenga, lakini kanisa lilijengwa na Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe ndiye kanisa. Jambo lingine Mungu alijenga kanisa nalo, alijenga kwa watu wanao kuwa na imani ya kwamba Yesu Kristo niye kanisa. Bwana asifiwe sana. Akajenga tena kanisa lake. Ukisoma katika Isaia 40, akajenga kanisa lake kwa neno lake. Bwana asifiwe sana. Haya mambo ni ile Mungu alijenga kanisa nayo, akalijenga katika msingi usiotikisika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kanisa la Bwana limejengwa kwenye msingi. Na pahali tumesoma katika Mathayo hiyo 16 mstari kutoka 13 mpaka 20, tunaona ni Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, na kukafika alipokuwa anawafunza, na alikuwa anaendelea kuwafunza hadi miaka 3 akiwa hapa ulimwenguni, hapa duniani, wakati alianzia kufunza kanisa lake, na alipata wanafunzi wake. Na alipokuwa na wanafunzi wake, alikuwa anawasaidia kujua hekalu la Mungu, ama kujua Mungu mwenyewe, ili watakapoondoka katika huu ulimwengu, kuna watu wataendelea kuelezea watu wanaokuja baadaye juu ya hii kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. Na Yesu Kristo akauliza, je, watu wanasema mimi ni nani? Hilo ndilo swali Yesu Kristo aliuliza wanafunzi wake.
na katikati yao walijibu maswali difference, na ikafika pahali Simon huyu mwana wa Peter mwana wa Jona akasema, wewe ni mwana wa Mungu. Wacha tusome hapo. Wacha tusome. Nisome ile sijaandika. Wacha tusome, ndio tusome ile imeandikwa. Matthew 16. Akasema Simon, hiyo 16. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are the Peter, which means the rock. Upon this rock I'll build my church, and all the power of hell will not conquer it. And I will give you the key of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Bwana asifiwe sana. Yesu akaeleza Simon wa Peter, ama Simon alikuwa anaitwa Peter, akamuita Simon mwana wa Jona, ama Peter akamuita Peter. Akasema, Peter, huu ujumbe umeotoa haujatoka kwa binadamu, sio mtu amekuelezea, sio maarifa yako, lakini ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Akamwambia, you are the blessing man. Bwana asifiwe sana. Akamwambia, wewe umebarikiwa kwa sababu jambo hili ni Mungu amekufunulia, na kwa sababu ni Mungu amekufunulia, nitajenga kanisa langu kwa huu mwamba, na huu mwamba utasimama katika huu mwamba, na hata nguvu za kuzimu hasitafanya nini? Hasitakutikisa ama hasitakuondoa. Bwana asifiwe sana. Tena akamwelezea, utapatiwa funguo. Funguo ninazokupatia ni jambo lolote utakapo kataa hapa duniani, hata mbinguni nimefanya nini? Nimekataliwa. Simon Peter akaweza kupata baraka. Hata Yesu akakiri ya kwamba Simon Peter amepata baraka. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo ni sisi kanisa la Bwana, na tumefurahia kwa sababu Bwana amekuwa akinena nasi kupitia ujumbe wake. And I shall be like a tree planted by the river of water. Bwana asifiwe sana. Nitakuwa kama mti uliopandwa katika maji ya uzima. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio tumekuwa nao from January up to now. Sijui hilo jambo limekuongelesha nini. Sijui hilo neno la Mungu, na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Sijui kwako limekuongelesha nini. Kwangu limekuwa likiniongelesha, na nimekuwa na maombi nikiambia Mungu, heri unione mimi. Uliona Peter, Mungu nione kwa hii mwaka. Bwana asifiwe sana. Mungu anione kwa hii mwaka, kwa sababu wakati Simon Peter alipojibu hilo swali, ama alipokiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kutoka hapo akatangazwa yeye ni mbarikiwa. Wewe ulijua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako kwa masiku mingi sana.
Sijui kama kuna siku umewahi kufikiria kuonekana kwako kuna maana gani. Sijui kama umewahi kufikiria kuonekana kwako ama kukubalika kwako, kwa sababu ni wengi wangetaka kuokoka lakini bado hawajaokoka. Wewe umepata nafasi ya kuokolewa na ukamkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, lakini sijui kama kuna siku umefika pahali ukaambia Mungu, hata mimi nataka unione. Haleluya. Kwa sababu wakati Mungu anapokuona sio tu kuokoka, bali kubarikiwa, unabarikiwa. Haleluya. Tena ya pili, ile Mungu anakutendea, anakusimamisha kwenye mwamba Yesu Kristo. Na wakati anakusimamisha kwa huo mwamba, unakuwa na nguvu, unakuwa na uwezo wa kuweza kusimama na kusema ya kwamba nimemuona Mungu wa maajabu. Bwana asifiwe sana. Umemuona Mungu wa maajabu. Kwa sababu wakati Peter alipoambiwa kanisa litajengwa, halikujengwa tu kutoka kwa msingi ya binadamu. Ilijengwa tu kupitia kwa msingi ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Nasi tumejengwa katika kanisa, sio tu la kanisa la hapa duniani, bali ni kanisa la mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kanisa linalo Mungu analotaka kulitumia kuonyesha ulimwengu yeye ni Mungu wa ajabu. Haleluya. Yeye ni Mungu wa ajabu. Yeye ni Mungu anaye nguvu. Yeye ni Mungu anaye mamlaka. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Haleluya. Na tukijua ya kwamba hivyo ndivyo Mungu anaweza fanya, ni nini kinahitaji kwa sisi kufanya? Mathayo inasema ombeni mtapewa. Haleluya. Ombeni mtafanya nini? Mtapewa. Na kitu ya kwanza ile inanifurahisha sana kwa kanisa ni kwamba kanisa ni watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na sio watu wa Mungu tu, ni watu tu Mungu amefanya wakusanyike kwa sababu ya neno lake. Haleluya. Na katika hiyo kanisa anaipanda katika ufalme wa kiroho, katika ufalme ya utakatifu wa kiroho. Kanisa la Bwana linajengwa katika utakatifu wa kiroho, na unapandwa kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, na tena inapandwa kwa sababu ya kwamba huo kanisa umekubali na umeona ya kwamba huo kanisa ni kanisa iliyokubali, imesamehewa dhambi. Bwana asifiwe sana. Sijui kama unakaa kama mtu amesamehewa dhambi. Ni vizuri kukaa kama mtu amesamehewa dhambi. Haleluya. Unafurahia Bwana kwa sababu umejua amekusamehe dhambi. Ya pili ya kwamba, ila ningetaka tujue ni kanisa ambalo limejengwa likijua ya kwamba silo la hapa ulimwenguni tu, sio ya kukaa hapa tu ulimwengu, lakini hili kanisa limejengwa kwa sababu ya mwendo wa mbinguni. Haleluya. Kwa sababu ya mwendo wa kwenda mbinguni, si la kukaa hapa duniani tu, kwa sababu kuna mbingu ambalo Mungu anakaa. Na kanisa Mungu analitayarisha kwa sababu ya mwendo wa kuelekea Kanani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri kukaa ukijua ya kwamba wewe ni mwenye safari. Haleluya. Na ukijua wewe ni mwenye safari, unajitayarisha kukaa kama mtu mwenye anayeenda safari. Na mtu anayeenda safari, kuko mambo yale anajitayarisha nayo. Mambo ya kwenda safari, kuna jambo moja unahitajika kujitayarisha nalo. Nalo la kwanza ni kujua neno la Mungu. La pili ni kuwa unaomba
ya tatu ni kuwa una imani na hilo neno unalo, una imani kwa neno la Mungu. Na ukijua hayo, utaendelea kukua na kuendelea katika hii safari ukiwa na imani na ukiwa na nguvu Mungu anazompea mwana wake. Bwana asifiwe sana. Tena kanisa ni vizuri kujua ni jeshi la mbinguni. Bwana asifiwe sana. Unatayarishwa kuwa mwanajeshi wa mbinguni, sio wa hapa duniani. Rais anakuwa na jeshi lake, si ndio? Na Yesu Kristo ako na jeshi lake. Nalo jeshi lake ni watu wanaomwamini na wanaokubali ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hao ni jemedari wake, majeshi wake wa kuelekea mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na tukiwa katika hiyo imani ya kwamba ya kujua ya kwanza sisi ni wapitaji hapa duniani, ni vizuri kukaa kama umejitayarisha ya kwamba wewe ni mpita njia. Bwana apewe sifa sana. Na ukijua hivyo wewe ni mwenye unapita katika ulimwengu, ujue usikuje ukatosherekea kwa haya mambo unaoona ulimwenguni huu. Bwana apewe sifa sana. Tutigaikare tuhanite tatuiganeire maundu ma guku thi, ni tondu maundu ma guku thi no maihinda na no tukumatiga. Mwathani agocwo. Reke njarie Gikuyu tondu onokorwo muri athungu ni turaria Githungu, ni githomo gia Githungu, muri wa Gikuyu na mugutura muri a Gikuyu. Mwathani agocwo. Hiyo ndio nilikuwa naambia watoto wangu wakitoka shule, wananiambia mam, wacha kutuongelesha Kikuyu kwa sababu unafanya tu, sijui walikuwa wanasema unafanya tu share, na sijui hata sijui ni lugha gani walikuwa wanatumia hapo. Na mimi nawaambia mtamaliza shule mtarudi hapa, na mkirudi hapa hakuna lugha nyingine tutaongea. Hiyo ni ya shule, mkirudi tunaongea Kikuyu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata kama tunahubiri haleluya, utamente ogojereria guthagumia kiugo giki na Gikuyu ithetiguo iri twaria Ngai rogocwo. Riu twakimenya uguo tugakimenya atiriri, ona Githungu twaria no turathie matu-ini na tuige mwihoko witu hari Kristo, ni tondu kanitha wa Jesu ni kuweka imani yetu katika tumaini la Yesu Kristo. Tena kanisa la Kristo ni la the true spirit, ni kanisa linalo na the true spirit. Bwana asifiwe sana. Hatuna ni kanitha utari wa maroho maria ma maheni. Ithetiguo maroho ma maheni ni kuhenia mahenagia mundu, no roho wa Ngai waragia ma. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Turogia na roho wa Ngai uria waragia ma thiini witu. Riu ni rihoya tugie na Ngai atuhe roho ucio wake, twaragie uhoro wa ma uria wi thiini witu. Bwana asifiwe sana. Na twaragie uhoro wa ma noguo ritukura ndio itatukomboa kutoka utumwa wa yule mwovu Shetani. Bwana asifiwe sana. Nalo kanisa la Bwana linatufanya tuweze tukasimama imara katika hii safari ya imani. Bwana apewe sifa. Na jambo la kwanza tunalofurahia ama tutakalofurahia zaidi ni kusimama katika imani ya kumtegemea Bwana. Ya pili ni kusimama katika imani ya kujua ya kwamba tumekombolewa. Tena ni kukaa katika imani ya maombi usiku na mchana, tukeshe tukiomba. Bwana asifiwe sana. Na tuendelee tukikesha katika hilo kwa hayo mambo, tunaendelea tukiwa tunasimama vizuri katika neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Na tukijua haya yote, tunaendelea kukua kutoka this glory to another glory. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anaendelea kutusimamisha na kutuweza kutupanda vizuri. Faida mzuri sana ya kuweza kupandwa katika kanisa la Bwana. Kuna watu waliopandwa katika benefit, waliopandwa katika kanisa la Bwana. Mmoja nilikuwa ninasoma ni baba yetu Abraham. Abraham Mungu alimuona. Kwa kweli katika familia zao hakukuwa
hakukuwa na huyu Mungu wa ukweli, lakini Mungu alimuona na akamuita kutoka kwa hiyo familia, akamfanya mmoja walioamini kuitwa na Mungu, na akakubali kwenda naye. Mungu akaweza kusimama na yeye. Akakaa miaka 100 bila kupata mtoto. Unajua mtu kama anakaa miaka hiyo yote bila mtoto, si anadharauliwa sana? Anaonekana si mtu wa heshima katika familia kwa sababu hana watoto. Na kwa hivyo alikuwa na huo muda wa kukaa akiwa amedharaulika, lakini yeye hakujali. Alimtumainia Mungu wake, kwa sababu alijua kuna purpose mzuri Mungu alifanya mimi anione na akaniita. Bwana asifiwe sana. Na Mungu alimpatia mtoto, naye aibu ikamuondokea. Akawa baba wa nini? All the nation. Sio baba tu, akawa baba wa dunia mzima. Hata leo tunainga na tunaomba baba yetu Abrahamu, baba yetu Ibrahim. Bwana asifiwe sana. Mwingine nilikuwa nina benefit ya kuitwa na Mungu. Nilimuona ni mtu anayeitwa Jakobu. Jakobu alizaliwa wakiwa wawili kwa tumbo, walikuwa watoto wa mapacha. Lakini wakiwa huko kwa tumbo hiyo walikuwa wanabishana sana. Lakini kwa haya mabishano yote Mungu alimuona Jakobu. Alizaliwa wa pili, lakini akawa firstborn. Bwana asifiwe sana. Unaona Mungu vile anafanya. Anaona mambo isiyoonekana na binadamu. Alipomuona akamuita. Na sasa tunasema Israeli ni Jakobu. Bwana asifiwe sana. Akapewa jina mpya, akapewa generation mpya, akawa generation ya Israeli. Leo tunafurahia kanisa la Bwana kupitia Jakobu. Bwana asifiwe sana. Anaitwa Israeli, si ndio? Hata siku tunaomba tukiombea wana Israeli, wana wa Mungu, kanisa la Mungu la kwanza. Bwana asifiwe sana. Hilo ndio sababu mzuri la kufurahia kuonekaniwa na Mungu. Mwingine alionekaniwa ni Samueli. Samueli wakati alikuwa kwa heri, akiwa amekaa katika nyumba ya kiongozi wa kanisa, si ndio? Samuel. Alipokuwa katika hiyo nyumba ya heri, alikaa huko akitumika huko. Na kuna siku Mungu alimkujia usiku na akamuita Samuel. Na Samuel ya kwanza hakuweza kujua anaitwa. Samuel la pili, lakini la tatu alienda akasema akiitwa anaenda kwa heri, anamwambia unaniita? Akamwambia hapana, sijakuita. Anarudi tena anamwambia si ujani? Akamwambia ni Mungu amekuita. Bwana asifiwe sana. Naye Samuel Mungu akamweka katika nyumba yake. Haleluya. Akawa anamwangilia viongozi nini? Mafuta. Kwa hivyo inaonekana wakati Mungu anapokuona ako na assignment yako. Wakati Yesu anapokuita ako na assignment yako. Bwana apewe sifa. Pengine hujafika pahali ukajua Mungu ako na assignment yako. Na assignment ile Mungu anakuwa nayo ni ya kanisa lake. Ukue ndani ya kanisa lake, uwe jeshi lake la mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wale wameokoka ni jeshi la Yesu Kristo la mbinguni. Wewe hujaokoka bado, Bwana anakupea nafasi ya kumjua na kumkaribia ili hata wewe uhesabiwe katika hili jeshi la mbinguni. Bwana asifiwe sana. Samueli alipoitwa akawa jeshi la Mungu katika kanisa la Bwana. Na jambo lile tunafaa kujua ni kwamba waliitwa ili waweze pointi ya kwanza ni kwamba to overcome. Haleluya. Wawe washindi. Unaitwa kwa Bwana ili uwe mshindi ndani ya Yesu Kristo. Ya pili ni kwamba uwe na matunda ya amani ndani yako. Uwe na tunda la upendo ndani yako.
kwa sababu binadamu hana upendo, lakini anapokuja kwa mikono ya Bwana anapata upendo utokao kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Ya pili ni kwa ya tatu ni kwamba apate apate kuvumilia, awe mtu wa kuvumilia. Jeshi la mbinguni Mungu analitayarisha, analipea kuvumilia. Ya nne ni kwamba awe na roho ya kusamehe. Hilo ndio jeshi, hiyo ndio faida ya kuitwa katika hii jeshi. Lazima upatiwe nguvu za kuovercome ufalme wa ulimwengu, kwa sababu ufalme wa ulimwengu does not have love, does have no patience, even does not have forgiveness. But the army of the Lord have those three things to overcome the kingdom of this world. May God help us to have those fruits of overcoming the world kingdom. And those three fruits is the key that Jesus was talking to Peter. The key he will give him is those key. And those key is love, is patience, is forgiveness. Bwana asifiwe sana. Those are the fruits of the hour, or is the key to open the door, to close the door. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa na hizo funguo, unaweza fungua jambo lolote, unaweza funga jambo lolote kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Na tujiulize, tunaweza zipata wapi hizo key? Hizo key unaweza zipata kwa sababu, angalia mwenzako. Angalia mwenzako mnayekaa na yeye. Hata mimi niangalie Timothy hapa. Huyu ako na funguo yangu. Mwambie wewe uko na funguo yangu. Na yeye amwambie niko na funguo yangu. Mimi niko na funguo yake na yeye ako na funguo yangu. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo vile unavyokaa na mwenzako, jua uko na funguo yake na yeye ako na funguo. Kwa hivyo hiyo inatuhitaji tuwe tunapendana. Jambo la muhimu ni kuwa tunapendana, tunavumiliana, si ndio? Tunaombeana, tunasaidiana, tunafurahiana, tunakaa pamoja tukiwa katika kanisa la upendo, kwa sababu kanisa ni Yesu alipokuja hapa duniani hakukuwa kanisa la upendo. Kulikuwa kanisa ukifanya jambo na mimi nikufanye, si ndio? Lakini Yesu alipokuja alipigwa, akateswa, akawekwa msalabani. Lakini jambo alilosema katika msalaba, Baba wasamehe hawajui watendalio. Bwana asifiwe sana. Nawe uwe mmoja wa msalaba, kuambia Bwana siku na mchana, Baba wasamehe wajui watendalo, kwa sababu wewe ni kanisa la Bwana. Haleluya. Na ukiwa hivyo utaweza kusimama kama Gideon. Wakati wa Gideon, Mungu alikuwa ameachilia Wanaisraeli, na hakukuwa mnabii wowote angekuwa anawasaidia. Na Mungu akakujia Gideon wakiwa katika shida kubwa sana ya kukaa hata kuishi. Walikuwa wanaishi gurugaine, si ndio? Kama umesoma habari ya Gideon. Na Gideon alipokujiwa na Mungu, kwa hakika alisema hana nguvu za kwenda safari, lakini akaambiwa atafute wanajeshi, na akatafuta wanajeshi wengi sana, 10,000. Lakini Mungu akamwambia hii jeshi ni kubwa sana, na akaelezewa
apeleke hiyo jeshi kwenye maji, jeshi la Mungu, waweze wakakunywa maji. Wale watakunywa hivi, uwaweke upande huu. Wale wanakunywa upande hii, uwaweke upande huu. Alienda na 3,000. Bwana apewe sifa. Na akaenda akapigana hiyo vita na akaweza kushinda. Na wakati alishinda, wana wa Israeli walimuuliza, walimuhisi Gideon, tafadhali Gideon, kuwa kiongozi wetu. Lakini aliwaelezea, mimi sitakuwa kiongozi wenu, wacha Mungu awe kiongozi wenu. Kwa sababu aligundua nguvu za Mwenyezi Mungu. Aligundua kuwa kiongozi kama yeye hawezi akafaulu, lakini Mungu akiwa ndani yao hakika wataishi. Haleluya! Hiyo ndiyo tunayohitaji katika maisha yetu. Tuwe na Mungu ndani yetu. Tukubali Mungu awe kiongozi wetu. Tukubali Mungu awe tumaini letu. Tukubali Mungu awe kimbilio letu. Na tukikubali hiyo, hakika kanisa la Bwana litasimama. Familia zitasimama. Nchi itasimama, kwa sababu tumeweka Mungu kibao mbele katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu atusaidie, atushike mkono, akushike mkono, tupelekane pamoja na yeye. Atuone kama Mungu hajawahi kukuona, mwambie leo, Mungu nione. Uliona baba yetu Ibrahimu, uliona Yakobo, uliona Samueli, uliona. Na mimi nione Mungu, ili unihesabu katika jeshi lako, kwa sababu sio tu kuokolewa, bali unahitajika kuwa mwanajeshi wa Mungu. Haleluya! Kuwa mwanajeshi wa Mungu. Na wanajeshi wa Mungu wanakona vipawa wanazopewa na Mungu, kama vile Peter alivyoambiwa, nitakuweka katika msingi imara, na huu msingi imara nitakupatia nguvu na mamlaka. Haleluya! Ndio uweze kupatiwa nguvu na mamlaka, lazima uonekaniwe na Mungu. Lazima umhitaji huu Mungu. Lazima ukubali kuendeshana na huu Mungu na umwelewe kabisa. Haleluya! Umwelewe kabisa. Na ukimwelewa kabisa, hakika utasimama imara katika mawimbi yanayokupiga, katika mwenendo unaoenda. Mungu atakusaidia na atakuwezesha kupelekana na kuweza kushinda katika jina la Yesu Kristo. Tusimame ili tuombe. Nekudogoria Mwathani, nanie nikukena muno, kuria guothe ndithiaga, ni Jesu ambia Mungu, sasa nishike na mkono wako. Nataka wewe mwenyewe ujishemeshe kwa Mwenyezi Mungu. Sema kwa moyo wako, umwambie Mungu, nahitaji unishike mkono wako. Nahitaji kupelekana na wewe Bwana. Nataka Mungu wa Israeli unione. Nataka Mungu wa Israeli unishike mkono wako. Nishike mkono Yesu. Nishike mkono Yesu. Nione roho wa Mungu. Nione roho wa Mungu. Kwa mashinda yangu Mungu nione. Kwa mashinda yangu Mungu nione. Kwa shinda zangu Baba nione. Nione tu Mungu wa Israeli. Kwa sababu nimejua ya kwamba umeona watu. Na Baba, wakati unapowaona una change their life. Even me, you can change my life in the name of Jesus Christ. Baba, najua unaweza change my life, change my situation, change, oh my God, change in the name of Jesus Christ. Change, oh God. Bana, nichenjie maisha yangu. Nimechenjia maisha yangu ili nikaweza kupelekana na wewe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumenyenyekea mbele ya kiti yako ya enzi. Baba, tukikushukuru kwa sababu ya neno lako. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni mfalme mkuu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tumenyenyekea kwako kama kanisa lako, Mungu wa Israeli. Tumekuja kwako tukijua ya kwamba wewe ni Mungu unaishi milele. Baba, tunaomba ukaweze kutusimamisha katika jina la Yesu Kristo kwa msingi imara, Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Tunaomba ya kwamba familia zetu, Baba Mungu wa Israeli, ukaweza kuzisimamisha katika huu msingi imara, Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaomba ukaweze kuona mambo tunayopitia kama kanisa lako wakati huu. Baba, tunaomba ukaweze kutuona kama kanisa na ukaweza kutusimamisha kwa huu msingi imara wa Yesu Kristo mwana kondoo. Baba Mungu wa Israeli, umeona hata kanisa, hata nchi yetu pahali Bwana imesimama. Tunakuita juu ya nchi yetu Baba Mungu wa Israeli, ili ukaweza kuisimamisha katika msingi imara Yesu Kristo. Baba, ukiendelea kutushika na mkono wako Bwana, mkono ulio na nguvu na mamlaka, hakika Baba tutasimama. Hakika Bwana tutaendelea kusimama ndani yako. Hakika tutaendelea kutembea tukiwa ndani yako, na tutakuwa washindi katika jina la Yesu Kristo. Bwana tuonekanie, Bwana tubariki, Bwana nenda nasi. Hii tunaomba maombi ya imani katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Barikiweni sana. Praise God. Let us appreciate Elder Agnes. Thank you so much, Elder Agnes. Thank you for reminding us that we are walking in the journey of faith, and it is good to walk with the Lord. We shall be upstanding as we sing hymn number 116, and then we shall finish. There is not a friend like the lowly Jesus. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day. Jesus, no, not one, no, no.
Let us pray. Our dear and everlasting God, we come again before you with thanksgiving in our hearts. Thank you, Jehovah, for giving us a good service, that we have heard your word, that indeed, Lord, we need to walk in faith. In the beginning of the year, you started with us, my Father, and even at the end of the year, you have been with us, dear Lord. Each and everyone has a testimony, Jehovah God, that what you have done for them in their lives, oh God. We thank you, my Father. Even this week, as we reflect, Jehovah, the birth of Jesus, let us accept that you, Lord, be born in our hearts, Jehovah, so that we may walk according to your will. Be with us, dear Lord, wherever we shall celebrate with our friends and families, dear Lord, we ask for protection. And it is in Jesus' name we pray and believe. And now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bwana asifiwe. I think we have come to the end of the service, but we need to, our parish minister is with us, but he is with the youth in the youth service. It's good to tell you that, so that you may not wonder where he is. He's here, but he's with the youth. God bless you. Thank you so much, Elder Timothy. We have come to the end of the service. Let us pray for the tea. Thank you, Jehovah, for you have given us the spiritual food and we are nourished. My Father, our Father, as we're going to partake the food that is going to nourish our body, we pray that, Father, you bless it. Remember thousands that do not have. My Father, wherever they are, bless them, my Father, and give them something to eat. Be with us, dear Lord, and cover us with your precious blood. Bless whatever we are going to eat. In Jesus' name we pray. Let us be upstanding. I would like you to wish somebody, your neighbor, Merry Christmas. Maybe you will not have a chance to see them again during the week. Just wish them a Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. And thank you so much for coming. Be blessed. Praise and worship. Give us a recession song. Rock of ages, clear for me. Let me hide myself in thee.